Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema maadui watatu hatari wa amani na furaha ya maisha yako. Lazima uwashinde. Huu ujumbe wa kina unahusu mapambano ya ndani. Maadui wa ndani. Na maadui kusudi lake ni kuharibu furaha na amani ya maisha yako. Kwa hiyo lazima upambane nao, uwashinde, ile furaha ya kweli na ile amani ya kweli iwepo kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Warumi 8:37 Biblia inasema hivi: lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa hiyo maadui tutakwenda kuangalia watatu, tuna uwezo wa kuwashinda. Tatizo lililokuwepo kwa watu wengi ni kwamba hawafahamu au hawaoni kwamba hawa maadui watatu kwamba ni maadui. Kwa hiyo wanawachukulia kikawaida sana, lakini wana matokeo makubwa ya kuharibu maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tukaangalia adui wa kwanza hatari wa maisha yako, ambaye anaondoa furaha, anaondoa amani, ni huyo hapa: hofu ya mabadiliko au hofu ya mifumo mipya ya kimaisha. Hofu ya mabadiliko inazuia mtu asifikie mafanikio yatakayompa furaha na amani ya kweli katika maisha yake. Siku zote hofu hii inakufanya ujihisi uko salama zaidi katika mazingira unayofahamu, hata kama hayo mazingira sio mazuri. Uthubutu wa kutoka mahali ulipo unakosekana. Ingawa mahali ulipo hapakupi furaha, hapakupi amani unayohitaji. Takupa mfano mdogo. Neema ni mfanyakazi wa muda mrefu katika kampuni inayotumia mfumo wa makaratasi. Neema anapewa nafasi ya kutumia mfumo mpya wa kompyuta, lakini anakataa kwa sababu anaogopa kuwa hataweza kuelewa, na inawezekana kabisa akaonekana mjinga. Kwa hii hofu inamfanya Neema asifikie amani ya kweli na ya furaha ya kweli katika maisha yake kwa kuhofu mabadiliko. Na wewe kwenye maisha yako, ukishaona una hofu na mabadiliko, ujue huyo ni adui wa furaha yako na amani yako. Hakikisha unamshinda. Adui wa pili wa ustawi wa maisha yako, wa amani na furaha yako, ni huyo hapa: kuishi kwa mazoea au kuzoea mazingira ulionayo sasa. Huyo ni adui namba 2. Ndani yako ukishaona kuna ile hali ya mazoea, kuishi kwa mazoea, ujue huyo ni adui yako ambaye atakunyima furaha na amani kwenye maisha yako. Kuishi kwa mazoea kunamfanya mtu aridhike na aina ya maisha anayoishi, hata kama haimpi furaha na amani ya kweli anayoitarajia.
Adui huyu lazima umshinde kwa kuamua kutaka mabadiliko. Pengine inaweza kukulazimu uende shule au ujifunze vitu vipya, na wakati mwingine kuachana na vivutio au anasa ulizozizoea. Nitakupa mfano. Mkulima mmoja amezoea kutumia jembe la mkono kwa miaka mingi. Akapewa trekta na mafunzo bure, lakini huyu mkulima akaendelea kutumia jembe la mkono kwa sababu ndivyo alivyozoea. Maana yake ni nini? Huyu mkulima anahisi yuko mahali salama zaidi kutumia njia aliyozoea, hata kama ni ngumu au haina tija kwenye maisha yake. Kwa hiyo kuishi kwa mazoea kumezuia watu wengi sana wasipate furaha na amani kwenye maisha yao, kwa sababu ya kuzoea aina fulani ya maisha. Na huyu adui anakupa kuridhika, lakini kwa kweli unaona kabisa aina hii ya maisha ninayoishi sio ninayotakiwa kuishi. Aina hii ya mateso ninayopata sitakiwi kuyapata. Lakini huyu adui anakufanya unaridhika, na ukisharidhika huwezi kuchukua hatua za mabadiliko kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukishaona hali ya kuridhika, ujue huyu ni adui. Amua kupambana naye ili utoke mahali ulipo, ufikie mahali pale ambapo Mungu amekusudia, upate ile amani ya kweli na furaha ya kweli. Pambana. Huyu wa tatu ni huyo hapa. Hali ya kutojiamini. Hali ya kutojiamini. Hali ya kutokujiamini inafanya mtu kupoteza uwezo aliokuwa nao wa kukabiliana na kitu chochote kinachozuia furaha na amani ya maisha yake. Hii hali ya kutokujiamini inakufanya usiwe tayari kujifunza jambo jipya au kushindana na wengine. Hii huenda sambamba na hofu ya kushindwa au kuonekana kuwa haufai mbele ya jamii. Inafanya kitu kigumu sana. Kutokujiamini ni adui mkubwa sana. Hakikisha unamshinda. Nikupe mfano rahisi. John ni kijana aliyehitimu chuo kikuu na uwezo wake ni mkubwa sana, lakini John anaogopa kuomba kazi kwenye makampuni makubwa kwa sababu yeye anaamini kuwa hawezi kuhimili ushindani wa watu waliobobea. Kwa hiyo anapoteza ile furaha aliyoandaliwa, anapoteza ile amani ambayo Mungu amemwandalia kwenye maisha yake kwa sababu ya kutokujiamini. Katika mambo yote tunashinda katika yeye atutia nguvu. Kwa hiyo ukishaona hali ya kutokujiamini kwa sababu yoyote, ujue huyo ni adui yako. Atakunyima amani na furaha kwenye maisha yako. Pambana. 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 Mungu akubariki sana.
na Mungu akufanikishe, au maadui watatu wa ndani uweze kuwashinda. Ni hatari sana, maana wanatafuna kimya kimya. Watu walioko nje hawezi kujua vizuri, kwa sababu maadui hao wako ndani yako, sio nje yako. Mungu akubariki na Mungu akufanikishe. Amen.